Pia userious wa wewe na yeye ni wa mwendelezo au kuna namna tunaita kubebana, yani mshturangana yoya tushuti mwanangu tuondoke au mnafanya kitu kwa chemistry kabisa? Watu wanasema tunafanya kutoka moyoni kabisa, yani sehemu yoyote yenye maendeleo huwezi kufanya ili mradi umefanya. Tunafanya kutoka moyoni, kikubwa ni kupambana. Kukuazana kupo, tushakuazana sana. Sehemu wanasema mti wenye matunda haukosi kupigwa mawe. Tushakuazana, lakini mwisho wa siku sisi ni watu wazima, tunarudishana kwenye mstari, maisha mengine yaendelee, kwa sababu yote kwa yote tutafanya yote, lakini tunachokitafuta ni pesa, familia ziendelee, tufikishe ujumbe kwa wananchi wetu, tufikishe ujumbe kwa jamii ambayo ilotuzunguka na watu wanaotupenda kutuona tuwepo kila siku. Okay. Tuzungumzie swala la wewe kwenda kufanya issue za kiserikali kwa maana ya campaign Karagwe kule. Ukakutana na mbunge wetu Bashungwa. Ni kijana lakini ni mheshimiwa sasa hivi. Hatuwezi kumweka kwenye ujana kama sisi. Ilitokeaje hii mzee? Yaani ni kama walikuona kwamba mwamba katoka hapa, ngoja tumvute tuondoke sasa. Au ulitengeneza hiyo mheshimiwa, mimi nifanye tu bure bwana, nijitangaze bwana? Hamna bwana, mimi kwanza nimshukuru mheshimiwa Bashungwa. Yule bwana ni mtu na nusu bwana. Ni mtu na nusu, lakini kikubwa zaidi ambacho kitakushangaza pia, yule ni shabiki yetu mkubwa sana. Kupitia hivi vichekesho vya kilugha ambavyo tulikuwa tunavifanya, anapenda sana Kihaya hiyo. Anapenda sana Kihaya na anapenda kusupport vitu vya nyumbani. Mimi mara kwanza nilipokuwa namuona zile, labda yupo kwa wananchi, alikuwa na post yuko kwa wananchi, mara wanakunywa wote zile za asili, mara anajenga ni nini. Mimi nilikuwa nachukulia labda ni drama tu za viongozi, si umeelewa? Lakini nilivyokuja kwanza tunapokea simu yake, tunaitwa, asikuamini. Mliitwa tu mkatoa proposal? Tukutoa proposal sisi. Tuliitwa bana, vijana wangu mimi nawahitaji, njooni. Tukaitwa, tulipiga ile. Tukakatiwa tiketi za ndege 3. Ndio. Tukaenda hadi Bukoba pale. Fika Bukoba tukapokelewa vizuri. Kiukweli tumepokelewa vizuri, tukapangiwa nyumba, kila kitu. Tunakuja kuonana naye, cha kwanza kabisa alisema mimi ni shabiki yenu. Mambo ya uongozi tuiweke pembeni, lakini real mimi ni shabiki yenu, na akatupa zawadi. Zawadi zetu tunazo, tunajua tulizopewa. Zawadi gani? Au viwanja wazee wetu? Hapana. Shavuta viekali vyenu hapo. Tuna vijizawadi na vingine alisema vinakuja, tukasema haina shida. Lakini mimi ninachofurahi cha kwanza ni hicho, tulipokelewa vizuri. Na moja ya viongozi ambao mimi nimewahi kukaa nao karibu au kuwaona, ana roho nzuri, sio kumsemea, Mwenyezi Mungu naye shahidi. Ana roho nzuri, sio kwetu sisi, hadi kwa wananchi wake. Na kile kitu ambacho mimi nilikuwa nahisi labda kwa upande wake ni maigizo, lakini kumbe ndo maisha yake, na watu wake, kukaa na watu. Na maendeleo Karagwe, yani kwa Bukoba, maendeleo Karagwe ni makubwa sana. Naweza inaongoza kwa maendeleo. Hata yani tulivyokuwa tunazunguka kwenye kampeni, utumie nguvu kaka. Yani unagusa watu kwa sababu ni vitu ambavyo vipo na vinaonekana. Anakubalika bedeli sana. Okay. Sana. Sasa tuzungumzie hili swala la kusimama na dada yetu Saida Karoli, kumrudisha tena kwenye ramani. Watu wanamuona kwenye mitandao ya kijamii, amerudi, anafanya vizuri, katoa nyimbo zake, nafikiri kama sio 1, 2, 3 sasa hivi, ikiwemo Dar es Salaam. Tunapomuona kwenye mitandao ya kijamii, nyuma yake mpo akina nyinyi. Wewe umesimama kama nani pale kwa Saida? Mimi pale nimesimama kama mhamasishaji. Mpiga kelele mdomo. Yani pale nimesimama kama mhamasishaji, lakini mimi kwanza kabisa dada yangu mimi namkubali sana, na pia ananikubali. Kitu kimoja hapo, yule pia ni shabiki yangu. Ananipenda sana. Kwa hiyo pia na mimi ndo maana nikaonyesha upendo. Lakini mimi kitu ambacho nimeapia, haijalishi awe labda Saida Karoli, haijalishi labda awe BK Sande, haijalishi labda awe Shemera, sijui nani, wasanii wote wa Bukoba, mtu yeyote ambaye atakuja Dar es Salaam hapa kwamba wewe mwanangu tupambane, mimi niko tayari kumsupport mtu yeyote. Naona uko na mwaya pia. Niko na mwaya pia. Ndiyo. Kijana yule anajitafuta, dakika sema njoo vuta huko. Kaonea mtapiga sana. Tunakaweka kwenye mfumo. Tunakaweka kwenye line. Kakae kwenye line kanyoke. Ndio. Bwana
ujue sisi tumejitoa kwamba bana tufanye. Sisi tushakula yamini ni kutangaza mkoa wetu, na tuna imani mkoa wetu utatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na nimshukuru pia Mama Mawigi. Yule mama ana roho ya kukunja. Ashatupigia simu zaidi ya, tunaongea naye, anatuambia tufanyeni content, tunafanya. Kuna kipindi tulikuwa tunafanya sana content naye. Sasa hivi sema tu anakuwa busy na hivyo, lakini tuko bega kwa bega kutangaza mkoa wa Kagera. Yaani watu wataelewa kwamba mkoa wa Kagera una nini, una vitu gani, una vivutio gani, kwa sababu watu wengi hawajui kuna vivutio gani kule nyumbani. Sio, unaelewa? Kuna uwekezaji gani ambao ukiuwekeza Bukoba kule, wawekezaji ni wachache, tunahitaji wawekezaji. Je, wawekezaji watajuaje hivyo vitu? Wasanii sisi ndo kazi yetu ni kufanya hicho kitu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ni hivyo, kikubwa zaidi ni hivyo. Ngoja tumrudishe dada yetu Saida Karoli aondoke, alafu tuje na mwingine aondoke. Sasa hivi anaokota show hizi. Ndio. Unaona juzi tulikuwa samaki tukana makukuku wavuvi camp wapi, anaokota. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa watu ambao hawamfahamu Saida, dada yetu Saida, wewe uko naye karibu, unaweza kuexplain ni mtu aina gani? Saida ni dada, mimi naweza kusema nimezoea kumuita dada. Ni mama au dada fulani ambaye kwanza sio mwongeaji ukiwa naye. Zaidi pia stori zake ukikaa naye ni stori za kuhusu maisha, ambapo zaidi anaweza akakwambia ukidondoka, kama bado unapumua, usione aibu kunyanyuka ukaanza moja. Neno kubwa sana hilo. Ndio. Lakini kudondoka kwako ndo kunaweza kukawa funzo, ukishaamka pale ukajua kwamba hichi kitu ndo kilinifanya kinidondoshe, lakini sasa hivi nifanye kitu fulani. Ni mtu wa hivyo, mtu wa kucheka, ana roho mbaya kama nilivyosema, simsifi kwa sababu hayupo au vipi, lakini kitu ambacho hata kama mtu mwingine ambaye yuko naye ukimuuliza hilo swali atakujibu. Yuko lil kanyooka. Ukikosea na kwamba bana, hapa hiki kitu hakiko sawa, hiki kitu kiko hivi, hiki kitu kiko hivi, maisha mengine yanaendelea. So mipango yako tuitegemeeje, kwamba una mpango wa kufanya content zako hapa Dar es Salaam, au unachanganya, utakuwa unaenda Bukoba, Kagera, unarudi, unafanya hivyo? Mipango ikoje hapa? Tuende kwenye mipango ambayo ipo sasa hivi. Kwanza kabisa nataka nitatoa series Montreal ile msimu wa pili. Okay, hivi wewe ndo unasimamiaga ile? Mimi na Chandim tunashare. Kwa hiyo Montreal sehemu ya pili, alafu kitu kingine pia kuhusu hizo content ni hapa sana Dar es Salaam na Bukoba, nikiwa na, kwa sababu mfano kama tarehe 25 nitakuwa na safari ya kwenda Uganda. Kwa hiyo kule maklipu yatakuwa ni mengi, unajua nyumbani, kwa sababu tunaenda kupiga kazi kule. Kwa hiyo nitakuwa na maklipu mengi, mambo kama sawa. Inawezekana kuna watu hapa wanatizama, ama kama kuna kitu nimekisahau litamani uambie, huu ni wakati wako. Lakini pia mitandao ya kijamii bwana, inawezekana kuna mtu mmoja au watatu ameona hapa, kumbe Mwamba anapatikana hapa. Karibu bwana. Kwa majina naitwa Kamugisha Ruiza, ni msanii wa filamu Tanzania, ni msanii ambaye anajulikana hadi bodi ya filamu, yani nimesajiliwa, ni kiumbe kutokea Bukoba. Bukoba, Kagera. Lakini kikubwa zaidi ambacho mimi naomba mashabiki zangu ambao wananijua kwenye enzi hizo, kama alivyosema ndugu yangu hapa, kwenye enzi za serious hadi kuja kwenye comedy huku, mimi kikubwa zaidi naomba support, kwa sababu mabosi zangu ni ninyi hapo. Twendeni YouTube, jina la YouTube ni Kamugisha Films, jina la Instagram ni Kamugisha_G, jina la TikTok Kamugisha_G, jina la Facebook ni Kamugisha Ruiza. Kwa naomba support yenu kubwa. Mimi niseme nawapenda sana, nitaendelea kuwapa burudani. Kipaji alichonipa Mwenyezi Mungu nitakionyesheni kwenu, lakini matumaini yangu makubwa sana ni nyinyi kunisupport. Nawapenda watu wangu wa Tanzania nzima, hata wale ambao wanaishi nje ya nchi ya Tanzania. Nawapenda wana Kagera, na nawaahidi Bukoba yetu itatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio. Bwana, nina swali nimelikumbuka la mwisho, tumalizie hili. Ile suruali yako bei gani ile mzee wangu? Unajua suruali bwana, kuna suruali moja hivi ukipiga hatua inaanza yenyewe kwenda mbele, alafu kuna kitu kinafuata nyuma. Chini kuna foengo fulani hivi.
ile suruali, kuna namna unabadilika badilika. Ile suruali ile. Ile suruali bwana. Ile almost 100 ngapi? Ile siweki sifa sasa, natoa uwaya. Na ile ilikuwa na suti yake bwana. Ndio. Nilishonewa na bwana mmoja anaitwa Mr. Cody. Mr. Cody ndo alinishonea ile nani? Ile suti alinishoneaga 3,500. Acha wewe. Ilikuwa full Hello. Ilikuwa full, kwa hiyo sasa hivi nikaweka kidogo likabaki suruali tu. Kwa watu wanaenda nalo lile. Okay. Hongera kaka. Bana, shukrani. Asante sana bro. Asante sana. Shukrani sana. Nafikiri ni time muda wote nitakutafuta, tutapiga story. Hamna noma. Ila nitafutie Karokora bwana. Na yeye nataka kupiga naye story. Hilo limeisha. Asante sana. Bwana, mimi ni Tajay wa Ladha Mikandamizo. Here we go. Asante kwa kuwa nasi. I'm out.